Francisco, askofu, mtumishi wa watumishi wa Mungu, kwa mwana mpendwa wetu Peter Kimani Ndung'u, padri wa Jimbo Kuu la Nairobi na hadi sasa padri mlezi wa kiroho wa magereza nchini Kenya, aliyeteuliwa kuwa askofu wa Embu, salamu na baraka. Yeye aliye mwingi wa rehema, kwa sababu ya upendo wake mkuu anaotupenda nao, hutuhuisha pamoja na Kristo, na ambaye kwa neema yake tunaokolewa, hutuinua pamoja naye, tuliyeumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema, Mungu aliyotangulia kutayarisha ili tuenende ndani yake. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 6 mstari wa 10. Tukiungwa mkono na ukuzi huu wa kiroho wa msingi wa utendaji wa Kikristo, tukiwa makini daima juu ya utunzaji wa kundi la Bwana na kujitahidi kuwahifadhi kondoo wa mchungaji wa milele kwa upendo wa kichungaji, tunayawaza kwa upendo wetu wa kibaba mahitaji ya kiroho ya jumuiya ya kikanisa Embu, ambayo kwa sasa iko wazi baada ya kuhamishwa kwa mchungaji wake Mheshimiwa sana wa mwisho ndugu Paul Kariuki Njiru kwenda jimbo la Wote lililoundwa hivi karibuni. Jumuiya sasa inangoja mchungaji wake mpya na msimamizi wa maisha ya jimbo. Kazi hii, mwana mpendwa, tumeamua tukukabidhi wewe, ambaye uliyejaliwa kuwa na sifa adhimu na pambo la karama za kiroho na za kibinadamu. Baada ya kuthibitishwa katika kuandamana na wafungwa, unaonekana kwetu kuwa wa kufaa kazi hizi za uchungaji. Kwa hiyo, baada ya kusikiliza shauri la idara ya uinjilishaji kwa utimilifu wa mamlaka yetu ya kitume, tunakuteua kama askofu wa Embu, kukupa haki zinazofaa na kuweka majukumu yanayoambatana na kazi hiyo. Tunakuruhusu kupokea daraja ya askofu nje ya Roma kwa mujibu wa kanuni za kiliturujia kutoka kwa askofu Mkatoliki utakayemchagua baada ya kufanya ungamo la imani na kiapo cha uaminifu kwetu na kwa waandamizi wetu kwa mujibu wa kanuni takatifu. Tunatamani wajulishe hati hii wa klero na watu wa jumuiya hii ya kikanisa, ambao tunawahimiza wakupokee kama baba mpendwa na mwalimu makini, na kutimiza mapenzi ya Kristo kwa mioyo ya dhati katika maisha yao ya kila siku chini ya uongozi wako. Tukikukabidhi majukumu haya, tunakuombea kwa Mungu ili akupe roho wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye, na kwa kundi lililowekwa chini yako waangazwe nuru mioyoni mwao, wapate kujua tumaini waliloitiwa na Mungu. Imetolewa Roma Laterani siku ya 15 Agosti katika maadhimisho ya sikukuu ya kupalizwa mbinguni kwake Bikira Maria katika mwaka wa Bwana wetu wa 2024 wa 12 wa upapa wetu. Francisco, Papa. Tuseme wote tumshukuru Mungu.
Kwa utulivu tusikize homilia ya Mhashamu Askofu. The papal bull, as it was read this morning, as you understood, is written in Latin, and it comes from Rome. And it comes also in Latin to the nunciature. And so we have in one way or another to translate it, which is not always easy, though me, myself, and my secretary, Monsignor Luciano, are quite fluent in Latin, and Monsignor Luciano even more than me, but sometimes we sit like a day on translating that Latin because it's not for a first-class student, first-year student. You need to have a bit of practice to do that. And so when I've heard it again read today, I was very consoled because I thought the way I struggle with Swahili, others struggle with Latin. So therefore, I feel a bit relaxed this morning. But we are not here to speak about Latin. Today, dear Monsignor Peter, we come because of you, because of this special day, as we are going to witness the Episcopal ordination of yet another Christian of the Church in Kenya. And I think that many of you know, and that was also here shown this morning, that Father Peter Gemani has been working for years as a chaplain in the prisons. He knows that world and its citizens inside out. In many ways, we, ordinary people, we try to stay away from prisons and from its inhabitants. We even fear going there. It is a system which for many is shrouded in darkness and mystery behind walls and barbed wire fences. It's not something that you would do for a Sunday outing. And if you go there to visit maybe your family or your friends, you even will reflect twice whether you should bring your children along. In old times, the prison was called a carcer or a dungeon. And it implies a very dark and sinister system that people really want to keep away from. In many ways, that concept of dungeon is, of course, also connected to our idea of purgatory or hell even. And let's face it, even if the prison is clean and provided with all kinds of facilities, a hell it remains. To be robbed of your freedom is always a difficult thing to accept. To be behind bars and in chains is not what the average person desires in his life.